pili ndio unaitwa ufufuo wa hukumu. Kwa hiyo ufufuo zinakuwa ngapi? 2, na hazitendeki kwa siku moja. Mwangalia watoto wako nyuma huko, watoke huko. Kwa hiyo katika hizi fufuo 2 tuko na ufufuo wa kwanza. Ufufuo wa kwanza katika ile Ufunuo, hebu tusomee Ufunuo 20 mstari wa 6. Ufunuo 20 mstari wa 6. Mzee Ngomya Komya kutani umeangalia Wathesalonike wa kwanza 4:16. 20 mstari wa 6, Biblia inasema hivi. Huu ndio ufufuo wa kwanza. Huu ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu. Ufufuo wa pili unaanishwa na mauti ya pili. Kwa hiyo tunaona kuna wale wanaofufuliwa katika ufufuo wa kwanza wanaitwa heri, bali watakuwa makuhani wa Mungu. Haleluya. Na Wakristo nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Amen. Haleluya. Umemaliza na jibu lote. Kwa hiyo katika ufufuo wa kwanza, wale watakaofufuliwa katika ufufuo wa kwanza wanaitwa heri. Heri maana yake mtu aliyebarikiwa, mtu aliyewezeshwa, mtu ambaye ana kibali, ndiye anaitwa heri. Ndio maana katika ile sura ya 5 ya Mathayo Yesu amejaza maheri pale. Heri wapole, heri wenye moyo safi, heri wenye kiu na njaa. Ukisoma ile sura ya 5 inajaa maheri, 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 nafikiri mpaka mstari wa 14. Heri zimejaa. Ina maana kwa lugha nyingine wamebarikiwa, kwamba wale walio na nafasi na sehemu katika ufufuo wa kwanza, maana hao watakuwa makuhani na hao watatawala kwa muda wa miaka 1000. Kumbe ufufuo wa kwanza, kati ya ufufuo wa kwanza na ufufuo wa pili kuna intervali ya miaka 1000. Amen. Ili tuingie kwa ufufuo wa pili tutakanyaga hapa miaka 1000, na hiyo miaka 1000 tutatawala pamoja na Kristo. Haleluya. Amen. Tutakuwa makuhani, tutakuwa madiwani, tutakuwa wanani, tukitawala pamoja na Kristo. Na katika hiyo miaka 1000 hakutakuwepo na vita, hakutakuwepo na kategori, hakutakuwepo na njaa, hakutakuwepo na misiba, magonjwa yatakuwa, hivyo vyote vitakuwa vimeshahukumiwa. Na nabii wa uongo atakuwa amehukumiwa. Na wale wengine wanaodanganya watu na unabii watakuwa wameshahukumiwa. Haleluya. Sasa Wathesalonike anatuambia nini baba? Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16 na wa 17. Mstari wa 16 nasema hivi. Ndio. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika nani? Katika Kristo. Waliokufa katika nani? Katika Kristo. Yeyote ambaye hata kama anaweza kuwa mtu mzuri, ikiwa hajampokea Kristo, huyu ni wa jehanamu. Maana kibali cha kuingia mbingu, kibali cha kunyakuliwa, cha kufufuliwa katika ufufuo wa kwanza ni kumkubali Kristo. Amen. Kufa ndani ya Kristo na kufufuka ndani ya Kristo. Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Nao waliokufa katika Kristo ndio watakaofufuliwa kwanza. Ninataka nilete picha ya watu ambao wanafaa kufufuliwa kwa ufufuo wa kwanza. Tumalize verse ya 17. Malizia baba.
Kisha sisi tulio hai, kisha sisi ambao tuko hai, sisi tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumulaki Bwana hewani, na hivyo tutaishi na Bwana milele. Chapa makofi kwa Bwana Yesu. Kwa hiyo katika ufufuo wa kwanza, wanaofufuka katika ufufuo wa kwanza, it is only Christian.